Mleta kwenu mtoto wa Ushetu, handsome wa ukoo wao. Aya, nilikijana fulani vijeusi liafkasti. MC Key Pay on the stage. Hey, hey. Hey, hey. Oh. Hey. 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 Good evening, ladies and gentlemen. How are you tonight? Najua nimeenda na wachache waliokuwa makini darasani. Wengine nimewaacha nyuma. Mgeukie jirani yako mwambie Happy New Year. Yaani Happy New Year manake unaendeleaje? Kama umeanza mwaka vizuri, chapa makofi mengi. Kama umevuka mwaka uko single, piga makofi. Kama umevuka mwaka we mwanaume una madeni, chapa makofi. Huo ndo wanaume. By the way, ndugu zangu, mimi naitwa MC Kipepe all the way kutoka Ushetu. Wengine wamekuwa wakimalizia na wadhamini. Wadhamini tuwapigie makofi. Na nyinyi wadhamini sasa nikiwa naendelea mtakuwa mnanipigia makofi. By the way, ndugu zangu, niwaambie kwamba karibu Bongo, nchi ambayo mtu hawezi kukubali avurugwe peke yake. Mbongo akivurugwa anatafuta mtu wa kumvuruga na yeye. Unaweza kuwa umekaa tu kwenye gari unasafiri, mtu humjui, hakujui. Anafika anakuambia, ndugu yangu, kweli wanadamu wameumbwa wawili wawili. Kuna kijana tumetoka kumzika jana, amekamatwa na mke wa mtu, mnafanana naye kila kitu. Anakuvuruga. Na ulivyo mjingo unawaza, au mimi ni mzimu wa mzinzi. Hoi. By the way, tutafuteni hela. Hela inaheshimisha. Hata kwenye ndoa hela inaleta heshima. Unajua tajiri anapoacha matumizi nyumbani kwa mke wake, huwa anaacha na maneno yanayomtia hamasa hata mke wake. Tajiri anamwambia, Mabreton, niliacha milioni jana, naona kama haitoshi, mtachukua kadi mkadraw hela kule. Huyo ndo tajiri. Maskini kwanza anaacha hela ndogo, anaiwekea misisitizo, anaweka ilani na maonyo. Anaambia, mke wangu Mama Maria, wakati na kuoa sijaangalia sura, niliangalia moyo. Unaiona hii 2000, hakikisha wanangu wamekula. Huyo ndo maskini. Na maskini hata kama ikitokea bahati mbaya labda maskini kapata dharura anaumwa, maskini anavyotakiwa kujieleza kwa daktari, anamvuruga dokta. Tofauti na tajiri. Unajua tajiri anapokuwa anaumwa anasema, dokta, kichwa kinagonga mara kwa mara, mwili unaishiwa nguvu, nakosa hamu ya kula. Daktari anajua anaanzia wapi. Maskini anaulizwa na dokta, ndugu, nini kinakusibu? Daktari maruweluwe. Daktari, unapaona pale, siku hizi sioni. Daktari anahamishwa, anapeleka kwenye ulimwengu wa roho. Dokta, kingine, siku hizi naota ndoto mbaya sana. Huyo ni maskini. Lakini ikitokea maskini pengine kalazwa sasa. Imetokea tu emergency kwamba kalazwa maskini, kwamba ameenda kulazwa. Ninyi mnakwenda kumjulia hali. Maskini anawavuruga. Tofauti na tajiri. Kwa sababu tajiri ukienda kumjulia hali anamwambia, najisikia vizuri, nadhani kati ya kesho au kesho kutwa umeniambia madaktari nitarudi nyumbani. Maskini mmeenda kumjulia hali, anaumwa, anawavuruga. Mnamwambia, mjomba, unaendeleaje? Yaani kinachoniumiza, kwa nini imekuja wachache? Na nilijua tu nyinyi mna lengo la kuniua. Huyo ni maskini.
Ikitokea ameagwa, tajiri ameenda nyumbani na maskini ameenda nyumbani, wanavyoelezea lile tukio walivyokuwa wanaumwa ni tofauti. Tajiri anajieleza, nyinyi mmeenda kumsalimia akiwa ashaagwa, yuko home. Kiingereza hicho, yuko nyumbani. Tajiri anawaambia, nashukuru sana mmekuja kuniona, niko safi, Mungu awabariki sana. Simple. Lakini maskini mmeenda kumuona nyumbani, ameshapona, anawavuruga. Mnaambia, mjomba, tumekuja kukusalimia. Anawaambia, wamenishindwa. Walipanga kuniua, wamenikosa. Namshukuru nimezaliwa kwenye ukoo wa mizimu mikali, mngenikosa. Huyo ni masikini. Masikini hata kama akimkuta mtoto wake anachezea gari, anamvuruga. Kwa sababu tajiri akimkuta mtoto anachezea gari anamwambia, Brighton, wewe ni mtoto, hii gari ni ya baba yako, ukikua utapata ya kwako. Sawa mwanangu? Mtoto anasema yes daddy. Maskini amkute mtoto wake anachezea gari, alafu yeye nyumbani na baisikeli na haitembei. Anaambia, mwanangu kipepeo, umeona nyumbani kule utuvuruge, ucheze na mali za watu ambazo baba yako ameshindwa kununua ili sisi tuuze mashamba. Chezea baba. Huyo ni maskini. Na ikitokea huyo maskini anakata roho sasa mule hospitalini, yani anakata roho, anakufa. Tofauti na tajiri. Tajiri anakata moto, yani anakata roho, na maanisha huku anawaaga watoto wake kwa wosia mzuri. Anaambia, mwanangu Brighton, njoo mwanangu, naona kama siwezi kupona, walinde wadogo zako, tunza mali, ijenge kampuni, Mungu akubariki mwanangu. Anakata moto, anafariki tajiri. Maskini kwanza ni kuwa kama amegoma kufa. Sasa ndio mambo. Tajiri huwa anasema tu njoo uchukue hela. Maskini huwa anawaza aanzie wapi. Tajiri huwa anagawa tu hela. Maskini huwa anawaza aanzie wapi. Ikitokea sasa anakata moto, huku naendelea, anakata moto, naweza kufanya kazi mbili kwa wakati mmoja, umri unaruhusu. Ikitokea maskini sasa anakata moto, ana mwanae yuko pale anaitwa Masanja, anamwambia, Masanja, njoo mwanangu, lete uji. Masanja, mwanangu, siwezi kufa kirahisi. Mwanangu Masanja, najua si mali yoyote, ila mimi nitabaki kuwa baba yako. Huyo ni maskini. By the way, unajua maisha yetu ya Bongo yanaenda speed sana. Bongo kijana akimpa binti mimba kwa bahati mbaya ni tofauti na kwa wazungu. Unajua Ulaya ukimpa binti kwa bahati mbaya mimba, anavyokuletea taarifa ile mimba, hata kama ulikuwa huna mpango, una concentrate. Anakwambia, kipepeo, I'm so proud of you. You're going to be a father. God bless you. Inakutia moyo hata kama mimba haikupatikana kwenye mipango. Bongo mlifanya wote, akapata mmoja, inakuwa kama wewe mwanaume ndio umeibeba. Anakuja, kipepeo, umeona kufanya na mimi haitoshi, ukaona unipe mimba.
Chagua moja, uchukue au nilee, au ndo wabongo. By the way, nimefurahi kuwaona. My name is MC Kipepeo. Thank you so much. Na malizia na wadhamini. Mimi nilikuwa sijawahi kuvaa nguo ya shilingi 30,000 na kuendelea. Mamangu alikuwa ananiambia mwanangu ni anasa. Savico Fashion. Siku moja nilikuwa napita pita nikaingia pale nikanunua. Naomba nimuone Savico, sijawahi kumuona. Nilinunua pale nguo mimi ya 30,000. Mamangu nilipomwambia bei akanambia ni kuku wawili hao mwanangu. Savico Fashion. Macho ya tajiri na tajua naonana. Tajiri. DJ. Pesa na tajiri na mziki haviendani. Savico Fashion. Adam Furniture. Kule nyumbani kuna sofa moja niliwapelekea tarehe 14 mwezi wa 11. Adam Furniture. Mama anasema kadi acheni hilo la Adam na kalia mimi tu. Adam Furniture. Furniture ni Kiingereza. Kwa wale ambao mlikuwa na ugomvi wa mwalimu wenu wa Kiingereza, inamaanisha ujuzi. Lakini pia 95.5. Nikiripoti kutoka Ushetu, mimi ni Kipepeo kutoka KM 24. Naomba niwaone. Yes. Tuko live. Karibu sana kwenye taarifa habari, na hapa ni KM 24. Naomba kutambua udhamini wako. Yes, ni watu wakubwa hawa kwa kweli. Wakubwa kwa kweli. Yes. Thank you so much ladies and gentlemen. My name is MC Kipepeo. Karibuni sana Ushetu. Asanteni. Yeah.